Karibu mtazamaji wa Agr News TV katika News Roundup juma hili. Mimi ni Videlis Moshogi. Tukianza na taarifa juma hili, tutaanza na taarifa ya maandamano ambayo yamekuwa yakisheheni katika kaunti ya Kisii, ambayo yalikuwa yanaongozwa na mawakili wakiongozwa na rais wa mawakili Eric Theuri, wakimtaka yule ambaye ni msajili wa ardhi katika kaunti ya Kisii Charles Ayenda kutoka afisini kwa kusema kwamba ni tuhuma za ufisadi na mambo mengi ambayo yamemwandama. Nduru za nyimbo za ghadhabu zilianikiza hewani katika mji wa Kisii siku ya Ijumaa. Wakati huu si nduru za furaha au kutaka serikali kupunguza gharama maisha, bali nduru za maandamano. Mawakili wakiongozwa na rais wa chama cha sheria au The Law Society of Kenya Eric Theuri waliandamana huku wakibeba jeneza mjini Kisii na kulitia moto, wakitaka msajili wa ardhi katika jimbo la Kisii Charles Ayenda kuondolewa afisini kwa tuhuma za kutumia ofisi yake vibaya. Walifunga barabara katikati mwa mji wa Kisii baada ya askari kufunga lango kuu la kuingilia ofisi ya The Land Registrar, sababu iliyoleta fujo baina ya mawakili hao na polisi waliokuwa wamekita kambi langoni. Theuri alisema kuwa bwana Ayenda ana historia refu na mbaya alipokuwa akifanya kazi Nyahururu kabla ya kuletwa Kisii. Alitaja na kusema kuwa bwana huyu ameonyesha makuruhu yake ya ulaghai na ufisadi na kwamba hastahili kutoa huduma katika mji wa Kisii. We have had a nasty experience with Mr. Ayenda when he was in Nyahururu. And the members of the Law Society in Mount Kenya region had to go to the streets so that they can remove Mr. Ayenda from that station. He was posted here and he was required to change his behavior, to change his corrupt habits. But what we have witnessed since he reported to the station is that he is so deeply rooted in incompetence and corruption that he is beyond repair. Theuri alionyesha kughadhabishwa na polisi ambao waliwazuia kutopeleka dua lao kwa ofisi ya Ayenda kuomba atoke ofisini na kutaja kuwa hili lilikandamiza haki yao kikatiba na kwamba hawatachoka kuandamana hadi Ayenda atatoka ofisini. Law, the constitution, which is the supreme law in this country, allows us to peacefully petition any public office. Kufuatia na maandamano hayo, mawakili walifunga koti ambayo inashughulikia masuala ya kesi za jinai, wakisema kwamba ni kuonyesha kwao kudhoridhika na yule ambaye ni Charles Ayenda, wakisema kwamba mahala ambapo alikuwa anafanya kazi pale awali kumekuwa na shida nyingi ambazo zinamkumba, saa zile ambazo ni za ufisadi. Kufuatia na kufanyika kwa maandamano ya mawakili kumtaka msajili wa ardhi Charles Ayenda kutoka afisini, mawakili hao wakiongozwa na mwenyekiti wa The Law Society of Kenya tawi la Southwest Gideon Nyambati walifunga koti zinazoshughulikia kesi za jinai kama njia moja ya kuonyesha kutoridhika na kazi yake Charles Ayenda. 5th of August we had a demonstration against the Land Registrar, but on our way while exercising Article 37, we were blocked by police officers working under instructions of their bosses whom we have not known. And as you note, since morning, the operations are paralyzed in court. Tukiachana na taarifa hiyo ya maandamano katika kaunti ya Kisii, wafanyikazi katika kaunti ya Kisii pia waliandamana hadi afisi za kaunti wakilalamika kutolipwa mishahara yao kwa zaidi ya miezi 16, wakisema kwamba gavana wa kaunti ya Kisii ambaye ni Simba Paul Arati alikuwa amewaahidi kwamba atawalipa, lakini bado hawajapokea mishahara yao. Baadhi ya wafanyikazi wa kaunti ya Kisii wametoa manunguniko yao ya kutolipwa mishahara kwa zaidi ya miezi 16. Hili ni swala ambalo limewatatiza zaidi kwa kuwa wameshindwa kumudu mahitaji yao ya msingi. Wafanyikazi hao waliajiriwa mwaka jana katika uongozi wake James Ongwae kama gavana, na sasa wamuomba gavana wa sasa wa kaunti ya Kisii Simba Paul Arati kuwakumbuka. Kwa majina naitwa Madam Akodhe kutoka Barajo Primary School. I'm ICD teacher. Tumeenda challenge mingi sana tangu tuajiriwe last year May
and we were posted on 10th 2022. Hatujui shida ilikuwa wapi, but vile gavana mpya aliingia uongozini, hatujawahi lipa mpaka saa hizi. Tuko na shida chungu nzima, hatuwezi kula, hatuwezi yoga, hatuwezi enda hata shuleni juu lazima tutumie transport. Hata watoto tuko nao, hatuwezi peleka hata watoto wetu shuleni. Sasa tunakuomba hawa able governor, please remember us. Baada ya kaunti ya Kisii kiongozwa na gavana Simba Porarati kuanzisha masomo kwa wanafunzi wale ambao wapo nyumbani, na masomo hayo yalifadhiliwa na kaunti ya Kisii. Sasa wale ambao walikuwa wamejisajili katika masomo hayo ambao yamemaliza takriban miezi 5 walifusu hapo jana katika sherehe ambayo ilifanyika katika uga wa Abagusii Stadium iliyojawa mbwembwe na vifisho, wakati ambapo wazazi walifika pale na wanafunzi wao ili kushuhudia yale ambayo yalikuwa yanajiri. Gavana pia alikuwa pale. Rusha tu juu alafu ishike. Haya, tuketi tafadhali. Asante. Naomba. Finally wewe piga picha na mzee. Tunafanya kazi. Nataka nikushukuru umeonyesha familia yako hapa leo. Unajua hawa wasichana ni wengi na I'm happy that you did not make a mistake as I had warned you earlier. Ama kuna mmoja huyu jamaa alikatia. You know, we need also to improve our moral status. Morality comes and goes, money comes and goes. Tukikamilisha taarifa ya roundup juma hili ni kuhusu familia moja ya Damaris Nyangige ambaye anaomba usaidizi kutoka kwa viongozi kutoka kaunti ya Kisii, na hasa wale ambao wana moyo wa wasaidie mtoto wake ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 8 na atafanya mtihani wa kitaifa mwaka huu, ambaye pia anaugua ugonjwa wa ajabu. Wanasema kwamba anastahili kwenda katika nchi ya Uchina ili kupata matibabu zaidi. Tupate taarifa hiyo. Afya njema ni utajiri wa kweli, kwani ugonjwa ni maradhi ya mwili na roho. Haya yanaweza kusemwa na Damaris Nyangige ambaye mtoto wake ameugua kwa miaka sasa. Ni katika kijiji cha Nyabioto, wadi ya Bosoti Sengera, kaunti ya Kisii, ambapo msichana Zipora Nyaseta mwenye miaka 17 ameugua kwa muda, huku kuingia na kutoka hospitalini kuwa hali yake ya maisha. Kwa simulizi lake mama Zipora, yeye ndiye baba na mama kwa watoto 3 ambao imemuia vigumu kukidhi mahitaji yao kwa sababu ya ugonjwa. Abana bo mbabwate bari 3 ama single mother. Abona baraririga kuru yaiburuyo nero manene. Abamwe abombaro babere. Yole grade 6 no yole grade 3 na wabale 3 hiyo. Anasema kuwa ni ugonjwa ambao hauambukiziki na ulianza Zipora akizaliwa. Ulionekana ugonjwa wa ngozi, ila baadaye wakagundua kwamba ni tofauti kabisa. Shida hii huwa inamfanya kujikuna zaidi mtoto Zipora hadi kutokwa na damu. Vilevile kuna nyama ambazo umea mwilini hadi zikaziba sikio la kushoto na kumfanya kutumia sikio la upande wa kulia. Kumbe negente kyao wone binte bigo soko mubere originally byarenge maka ebigo samba lisangwa. Imagine abeire igo bigo sokera ibinde bitiro goto ogotoko gwoko beke roko mukwanira tariko iguse ngento bigo ichuraime bitichete wona kero kumukwanira kuruga seme yokobe tariko igubya ekiagera bitichete ogotoko okumukwanira kuruga seme eri ya rugoro yokorio na rio riogiri igoso abona ebi merete bya chakirite bigotia, lakini kuna matuka kona kwenda bya medre bono mubere byansiga goika enseme yokobe goika iga zipie pu leta mugo enseme yiga goika iga bigasokera abona muna byacha tuga yakurire wiki eya kabire goeta eya gatate goeta na ndo konyara bya merire.
Vilevile, meno yake ya kwanza utotoni ndiyo ako nayo hadi sasa hivi, kwa sababu ugonjwa huu huzuia kukua kwa mifupa mwilini. Damaris ameambiwa majina kadha wa kadha ya ugonjwa huu, huku hospitali mbalimbali zikiuita jina tofauti. Medical terms ejina onjiro nduriko chibuata biyaigo. Bari bakichabe bagateba bokoro ku hemangioma. Tukara tuira na Kenyatta bakuburuka kyphosis. Tukwabolire nde kyphosis kikage community. Ngaigo community mo chando yoro samanyinga nando gakuna mauga na kitogo tebranga kyphosis. Igonga mauga na kunetukare ikagerote bana gutara na kiate banira gutara. La kushangaza zaidi ni kuwa kifua pamoja na tumbo vimeungana, jambo linalomtatiza zaidi Mama Zipora. Ono ege kuba nenda. Ege kubeke kia nenda. Ebire totebe bibuata ine biramo. Anturiko rase endere, turiko rase ke kuba kere bibuata ine yani bire intact. Bono bateba nga during that surgery kero ya kolru gochi kubwato kanabire ekiagere gente ke kero mogongo kenga bune eskubi nde twari gokeruka eskubi kianye jiseita atokuru ke eskubi kiagera ne gento kero mogongo kumbe eskubi ne ria kabera yura ekeiga bakari gokeruka nga lumba sacral spine kiagere kero mogongo gati ande kere cuffed bono ke komove. Ila jambo la kusisimua zaidi ni kuwa shida hii inaweza kurekebishwa kwa kufanyiwa upasuaji nchini India, ila kupata milioni 1.5 imekuwa muhali na kumfanya Damaris kuomba msaada kwa wahisani. Anaone chinguru tindi exengenjo. Kero kolengera lichibesa chitakeye. Ero mwana yarwari. Awachire chibesa chinyenge ngo imagine sira runaranga. Teko nyarikana 1.5 M yani 1.5 million keron ko rigeriye senda chirusu yegero mwana yarwari eklagara una nabatebi bari barwari go barure India kero toko shana barwe story bagatotebi enko era ruchingo so bono gotabisa ego tutakire 1.5 million egera arwari ku akoreru nerali di normal life na bande akinali go saba onde bwanse wetenganele iga andonsi sibari abairia basani well wishers akinto bwati estorarus 1.5 arapi motokonya ikindi genso montara nyore tora gosenji kerange nera ruwali u amenyo bokima bwa kawaida una bana bande. Kwa sauti yake nyororo, Zipora vilevile anaomba msaada ili pia aishi maisha ya kawaida kama wasichana wengine. I'm in standard 8. Nafanya KCPE this year November. Niko mgonjwa venye mama ametoka kuelezea. Na kwa sababu ana pesa akaona kuja hapa kuongea na marafiki, hata wenye si marafiki, hata wenye watujui, ili tuweze kupata like financial support. Mimi tu ningependa kuomba anybody mwenye ananisikiza saa hii, chochote venye utaweza kunisaidia, najua Mungu atawabariki. Hata kama ni Paul Simbarati, the governor of Kisii County, hata kama itamfikia na kaa atakuwa willing kunisaidia, I'm ready. Ndio nilidi na normal way nikuweka watoto wengine niondokee shida ya ugonjwa. Edwin Mokaya, Agr Kisii. Hadi juma lijalo, mimi ni Videlis Moshoge. Kimbia upande wa Google Play Store App Store, pata application yetu ili uzidi kupata vipindi vyetu kwa njia ambayo ni moja kwa moja. Barikiwa.